Nguzo ya kufunga ni mbili. Ya kwanza ni an-niyya, ni lazima uweke nia. Hii nia usipoiweka wewe utakuwa huna saumu. Ndio unaona unaweza kumkuta mtu labda alipata habari za mwezi asubuhi jua imeshatoka, yeye akijua kesho sio siku ya kufunga, hii ni saumu ya Ramadhani, lakini alipoamka jua ishatoka, ama ni saa 3 saa 4, ameshakula breakfast yake, ndo akaambiwa bwana, una habari mwezi uliandama jana. Sasa yeye akitaka kufunga pale haitokubaliwa. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa inatakana anuie kabla alfajiri haijaingia, kulingana na hadithi ya Mtume anasema, man lam yubayyitu siyam qabla alfajri fala siyama lahu, mtu yoyote ambaye hatonuia saumu ya kufunga Ramadhani kabla salati alfajri, huyu hana saumu. Saumu ya sunna unaweza ukaamka asubuhi saa 3 saa 4 asubuhi, ukaamua bwana, mimi nitaka kufunga saumu ya sunna leo, ni Jumatatu acha nifunge, au leo ni Jumanne acha nifunge, na ukaanza kufunga pale pale, inaruhusiwa. Lakini saumu ya faradhi kama vile Ramadhan, usiponuia kabla salati alfajri, saumu yako haitokubaliwa. Na hii nia, ndugu zangu, mahalluha fil qalb wa nutqu biha bid'ah, mahali pake hii nia ni moyoni, na mtu kutamka nia ni katika jambo la uzushi, ni bid'a. Mtume hajawahi kutamka nia katika ibada nyingi, Mtume hajawahi kutamka nia. Mfano, wewe unapotoka nyumbani unakuja hapa msikitini, unakuja kufanya nini? Unakuja kufanya nini ndugu zangu? Unakuja kuswali. Sasa Mungu anajua wewe unakuja kuswali hapa, haina haja tena imam anaposema Allahu akbar wewe utie nia pale, nawaitu usalli fardha salati al-isha 4 rak'atin ma'muman muqtadi'an bil Qur'an, Allahu akbar. Hakuna hiyo. Imam anafunga swala Allahu akbar, na wewe pia Allahu akbar, kwa sababu nia yako iko ndani ya moyo wako, umekuja hapa kuswali. Kuna baadhi ya watu wanamwambia Mungu, nawaitu usalli, nimekuja hapa kuswali, nanuia kuswali, na Mungu anajua wewe hukuja kuswali hapa, umekuja kuiba viatu vya watu. Wengine wanamwambia Mungu, nawaitu usalli, na Mungu anajua wazi huyu amekuja kumtafuta mtu ambaye ana deni yake, na huyu bwana hapatikani isipokuwa msikitini. Kuna wengine hawakuja kuswali, wamekuja hapa msikitini kwa sababu asipoonekana msikitini siku hiyo hakuna chakula nyumbani. Ataambia hatukukuona bwana, kwa hivyo leo hakuna chakula. Kwa hivyo hakuja kwa malengo ya kuswali. Na ndio hivyo hivyo saumu ya Ramadhani na saumu ya sunna, nia mahali pake ni moyoni. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika matendo yote yanategemea nia ya mtu, na kila mmoja atalipwa kulingana na nia yake. Unaamka daku kwa sababu gani? Unaamka daku ili kesho ufunge, hiyo ni nia. Ndani ya moyo wako, mimi kesho bwana nitafunga, ni nia. Hakuna haja tena kama unavyoona katika baadhi misikiti mpaka leo, kuna baadhi misikiti watu wananuizwa msikitini. Kila baada ya Isha msikiti unajaa, watu wamekuja kunuizwa. Imam akishatoa salamu ya salati al-Isha, imma ni muadhin au ni shekhe ama ni imam, anachukua spika kama hii, anaanza kutaja kwa sauti na watu wanaitikia, nawaitu, watu wanaitikia nawaitu sauma ghadin an adai min yaumi shahri ramadanan imanan wa ihtisaban liwajhi llahi alkarim, alfatiha. Hii hakuna hii, watu wenyewe wameyazusha, wala Mtume hajawahi kufundisha. Hakuna hadithi hata moja ambaye, wacha ile ambaye ni dhaifu, hata ile ambaye anasingiziwa Mtume hamna. Kwa hivyo nia ndio kitu cha msingi wa kwanza katika mambo ya nguzo ya saumu. Nguzo ya pili, ndugu yangu, ambayo ni nukta muhimu, kwa sababu tumetaja hapa nguzo za saumu ziko mbili tu. Ya kwanza ni nia, na ya pili ni al-imsak min al-muftirat min tulu'i al-fajri ila ghurubi ash-shams, ni mtu kujizuia kutokana na vitu ambavyo vinafuturisha, vitu ambavyo vinatengua saumu ya mtu, kutoka alfajiri inapoingia mpaka jua inapozama wakati wa magharibi. Toka alfajiri inapoingia mpaka jua inapozama wakati wa magharibi, kuna vitu ambavyo umekatazwa kuyafanya hapa katikati, ujizuie na hizo vitu, usikaribie. Na ndio unaona hapa imetajwa min tulu'i alfajri, alfajr as-sadiq. Mwenyezi Mungu anasema thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha timizeni saumu mpaka usiku, maana yake mpaka magharibi inapoingia.